Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wapenda kheri popote pale mulipo duniani, tuangalie hii hali, halafu wewe Allah ambaye amekujalia uwezo uweze kuisambaza video hii au kuweza kuwasaidia ndugu zetu hawa. Hapa ni maeneo ya Sizini wilaya ya Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba, ambapo tunao ndugu zetu hawa. Kama wanavyoonekana ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia ulemavu wa aina mbalimbali. Licha ya ulemavu walionao, pia wanaishi katika mazingira magumu sana, kwani kutokana na hali zao hawana uwezo wa kufanya kazi ya aina yoyote. Licha ya kuwa mimi ni mlemavu Maabad Abdullah Omari, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajanikoseza yote. Amenikoseza nuru ya macho ya kuona, lakini amenipa hidayah ya kitabu cha Qur'ani tukufu subhanahu wa ta'ala. Na mimi hivi mnavyoniona nina wanafunzi ambao kuwa nasomesha katika madrasa. Changamoto zetu hasa tulizonazo ni mazingira magumu, au nikizungumzia ni maisha magumu, kwa sababu mimi nina madrasa na mwenzangu huyu hapa vile vile, lakini kwa kweli sisi mazingira yetu ni magumu. Kwa upande wa riziki hatujui wapi twende tukatafute riziki ili kupata kula na watoto. Hizi ndio changamoto zetu ambazo kwa sasa hivi tunazo. Hatuwezi kulima, hatuwezi kwenda baharini, hatuwezi kufanya lolote, kazi yoyote hatuwezi kufanya. Kwa kweli changamoto zetu ni hizo hapo. Na tukiangalia hasa sisi tuna wake, lakini pia tuna watoto, lakini wapi hatujui twende ili tukapata riziki kujikimu kwenye maisha yetu kwa upande na kule na watoto. Licha ya maisha magumu wanayopitia, hawa wana familia zao pia ambazo zinawategemea, nikimaanisha mke na watoto. Na pia changamoto kubwa inakuja pale ambapo ndugu Faki Shame anakosa hata sehemu ya kuishi, yani makazi ya kukaa yeye na mke wake pamoja na watoto wake. Mimi nina watoto 6 na yeye ana watoto 3. Kwa hiyo mamsaidi, hizi ni changamoto. Lakini pia vile vile mimi namzungumzia kwamba hivi unavyoona nyumba yake ni hii hapa unaoiangalia, ni hapa unaoiangalia, lakini kwa kweli mazingira yake ni magumu. Mahali pa kulala hana, tena hana mahali pa kulala hana. Mvua sasa hivi zitanyesha au mvua zaanza kunyesha, lakini hana pahali pa kulala. Yeye katokea Mwisani, kanaga kitu kimoja hicho akaacho, anastiri yeye na mke wake, lakini pia na wanawe. Mwombea Mwisani vile vile watokea wa Samaria wema, wapenda kheri, watusaidie kihali na mali, lakini pia ikiwamo na sehemu ya kukaa ya huyu mwenzangu ambaye kwa yupo pembeni pangu. Licha ya hali hii waliokuwepo nayo, lakini pia kuna juhudi zao mbalimbali ambazo wanazifanya ili kuhakikisha wanatafuta misaada kutoka kwa ndugu zetu waliojaliwa uwezo na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini changamoto ni kwamba hakuna msaada wowote hadi sasa waliopatiwa. Sisi tuendelea kuwafuata wabunge, lakini pia tuendelea kuwafuata wakilishi, lakini bado hatujawaona. Changamoto zetu ni hizo hapo, kwa sababu hata tukimfuate mbunge atakwambia kama naja, kumfuate mwakilishi atakwambia kama naja, lakini hatima yake hatuwaoni mpaka inamaliza miaka 5, mengine yangia mengine, lakini bado hatujawaona. Leo wewe unatembea vizuri, unaishi maisha mazuri, unakula chakula kizuri, lakini vile vile pia unasahau ya kwamba nyuma yako kuna waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wanateseka katika muktadha mbalimbali. Kila mtu ana uwezo ambao amejaliwa na Allah. Kuna wengine wana uwezo wa kusaidia chochote kwa ajili ya kuweza kuwasitiri ndugu zetu hawa ili wapate kuwa na furaha kama mimi na wewe. Na kama huna uwezo wa kutoa chochote, basi una uwezo wa kuisambaza video hii ili wapenda kheri wengine iweze kuwafikia. Kwa yeyote ambaye yupo tayari kuwashika mikono ndugu zetu hawa hata kwa kidogo tu, basi tafadhali tuwasiliane kupitia nambari hiyo hapo chini. Mimi ni ndugu yenu katika iman, naitwa Said Abdullah, wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.